of the Lord. We welcome you To come. come and Oh, reign. come and reign. Come and reign. Father Lord, Holy Spirit, reign. we worship you, Lord. We worship you, welcome Lord. you Oh, to come and oh, reign. come and reign. Come and Reign reign. in our lives, oh Lord. Reign in Holy our ministry today. Spirit, reign. Holy Spirit of the Lord, We welcome you to come and oh, come and reign. come and reign. Father Jesus, Holy Spirit, we reign. welcome you, Lord. We welcome you to come and reign. Oh, come and reign. The power, Lord, our Lord. Oh, we welcome you to come and reign. Oh, come and reign. Holy Spirit of the Father. Oh, we welcome you to come and reign. Oh, come and change. Holy Spirit, change. We welcome you to come and change. Oh, come and reign. Holy Spirit, reign. We welcome you to come and reign. Come and reign. Come and reign. Hallelujah. Holy Spirit, Holy reign. Spirit of the Lord. We We welcome welcome you, you Jesus. to come Yeah. and reign. Oh, come and reign. Come and Yeah, reign. come and reign. We Holy welcome you, Lord. Spirit, reign. Power of the Lord, power of the Lord. We welcome you to Oh, come and yeah, reign. come and reign. Come We and surrender reign. to reign over our lives. Holy Spirit, Reign reign. over our service, whole power of We God. welcome you To to come. come and Oh, reign. come and reign. Come and reign. Hallelujah. Holy Spirit, reign. Holy Spirit, We welcome you to come and reign. oh, Tawala. 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 Tawala, Yesu. Twakualika, Yesu, Tawala mioyo yetu, Baba, Baba. Makuu Bwana, twakualika utawale. Oh, shuka uponye, uinue, tawale. Oh, twakualika
tunakualika utawale maisha yetu, utawale maisha yetu Bwana, twakualika utawale mioyo yetu asubuhi ya leo, utawale kanisa letu Mfalme, utawale Bwana, utawale wamama, utawale vijana, utawale watumishi wako siku ya leo Yesu. Hebu kila mmoja tuinue mikono yetu juu, kila mmoja tuinue mikono yetu tukiwa mbele za Bwana. Tumwambie Roho wa Bwana, karibu mahali hapa siku ya leo, ukatutawale, ukaseme nasi. Tunakutarajia mahali hapa siku ya leo, tunakutarajia mahali hapa siku ya leo. Kwa mambo makubwa Baba tunakungoja, kwa mambo makubwa tunakungoja. Tunakutamani ewe Roho wa Mungu, ukashuke mahali hapa, ukakutane na maisha yetu, ukakutane na mioyo yetu Baba, ukakutane na nafsi zetu Mfalme, ukanene nasi kwa njia ya kipekee, maana wewe ni Mungu, maana wewe ni muweza. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Utukufu na heshima zikwako Mwana wa Mungu. Asubuhi ya leo tunakuinua, asubuhi ya leo tunakubariki, asubuhi ya leo tunakuinamia, tunakukaribisha mioyoni mwetu Bwana, tunakukaribisha maishani mwetu Yesu, tunakukaribisha kanisani mwetu, katika familia zetu, katika nchi yetu ya Kenya. Asubuhi ya leo Roho Mtakatifu wa Mungu, Roho mkuu wa Yesu, Roho Mtakatifu wa Mungu, Roho mwenye nguvu, tunakualika Baba, shuka, chukua ushukana, hayako nyaruri, hayako buuri, omuikomo chenu Nyasaye, omuikomo chenu Nyasaye, omuikomo chenu Nyasaye, nayo gutonyarira, watubuira, watuegerera, twakuhariganire. Utawala Mfalme, utawala Yesu, utawala Baba, tunakuinua. Utawala, utawala Yesu, utawala Yesu, twakualika utawala Roho, haleluya, twakualika Yesu, utawale, utawala Bwana, wa Bwana, haleluya, twakualika utawala. Wewe una nguvu Baba, wewe una nguvu. Roho wa Bwana una nguvu, tunakualika, una nguvu. Unajua kubadilisha, unajua kuinua, unajua kugeuza, unajua kutanisha everything around God. Tawala, utawala, utawala, tawala, tawala,
praise you, Lord. We praise you, Lord. Oh, we worship your name. We worship you, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy. Oh, unatawala kwa nguvu, mfalme. Wewe ni mkuu zaidi ya wakuu, mfalme wa wafalme, baba yetu. Tunakupenda, tunakuinua asubuhi ya leo. Wewe unajua kutawala, mfalme. Mamlaka yako si kama ya binadamu. Unatawala kwa haki, baba yetu. Unatawala kwa nguvu, mfalme. Ni nani aliye na nguvu kama zako? Nani anayeweza kutawala kama wewe? There is none like you, Jesus. Unastahili kuabudiwa, Yesu. Unastahili kuinuliwa, mfalme. Oh, haleluya. Sichaona kama wewe asubuhi ya leo, Baba. Sichaona kama wewe asubuhi ya leo. Rehema zako kwetu ni nyingi, mfalme. Rehema zako kwetu ni nyingi, mfalme. Rehema zako kwetu ni nyingi, mfalme. Tunakualika Bwana ukatawale. Oh, haleluya. Oh, yeah. Oh, unastahili kuabudiwa. Oh, ewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Oh, wewe ni Mungu muweza yote. Oh, Baba yetu, unastahili kuabudiwa. Unastahili, Bwana wa mabwana. Tuinue mikono yetu, tumwombe Bwana. Oh, ewe Yesu, ewe Bwana, abudiwa. Oh, ni nani kama wewe? Wewe ni mwenye nguvu, baba yetu. Wewe ni mwenye nguvu, Bwana. Hakuna mwenye nguvu kama wewe. Oh, tunakuinamia asubuhi ya leo, Bwana. Oh, ni nani kama wewe, Bwana? Wewe ni kimbilio letu, Yesu. Abudiwa. Wewe tegemeo letu, Bwana. Abudiwa. Unastahili. Ewe Yesu. Ewe Yesu. Ewe Yesu. Oh, wewe ni Mungu wa rehema, Baba. Wewe ni Mungu unayetupenda. Unatupigania vita vyetu. Unatuinua kwa viwango vingine. Unabadilisha maisha yetu. Unabadilisha familia zetu. Unabadilisha maisha yetu. Wewe Bwana, tunakusujudia kwa sababu unaponya na magonjwa yetu. Unastahili kusujudiwa. Jina lako ni jina lenye nguvu. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Mungu mwenye nguvu, mwema kwetu. Father, we thank you. Father, we praise you. Father, we praise you. Wewe ni Mungu mkuu. Tunakuinua, tunakupa sifa asubuhi ya leo, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangu tuanze hadi hapa, tumeona wema wako. Tunasema wewe ni Mungu.
tunaposoma neno lako asubuhi ya leo, Baba wetu, tunaomba ya kwamba ukanene nasi. Muda mfupi nitakao nena neno lako kama chombo, Mfalme, naomba ya kwamba ukanitumike ili ukaweze kuzungumza na watu wako. Tumekualika utawale katika mambo yote na hali zote, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu, na kando na wewe Baba yetu hakuna mwingine. Tunakuabudu, tunakuinua, maana wewe ni Mungu. Pokea sifa na uweza, maana peke yako unastahili. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Na mtu wa Mungu tuweke mikono pamoja, tumshukuru Bwana asubuhi ya leo. Hallelujah, amen, amen. Thank you praise and worship kwa kusimama pamoja, kwa kusimama katika pengo hilo la praise and worship. Mungu wetu wa amani na awabariki. Bwana asifiwe, amen. Siku nyingine tena nataka kuchukua fursa hii ni wakaribishe katika mkutano wetu wa siku ya leo, ibada yetu ya Jumapili. Wale ambao mnatutazama, neno hili linawakujia moja kwa moja kutoka kanisa letu la Nyamataro PH Church, mji wa Kisii. Anayezungumza nanyi siku ya leo ni Pastor David Nyamweya. Kwa hivyo nimewaalika nyote katika neno hili ili tukapate kubarikiwa kwa pamoja, na ninaamini ya kwamba Mungu wetu anaenda kutuzungumzia kupitia neno hili. Nimewaalika nyote katika baraka hizi. Nimeamini ya kwamba Mungu wetu anatenda mambo makubwa. Wale wanaotusikiza kwa radio pia nimewakaribisha. Mungu wetu awabariki sana. Kwa sababu ya muda mchache ambao uko mbele yetu, ningependa kusoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Petero wa kwanza, 1 Peter chapter number 3 verse 10 to 12. Wakati mwingi katika maisha yetu watu huwa tunang'ang'ana sana. Yes. Amen. You are welcome. Katika maisha yetu Asobo imawaitu kila siku watu huwa tunang'ang'ana chinga kichi nyingi gotoka nyakong'ang'ana ili tukaweze kuyatengeneza maisha yetu yakawe mazuri. eritoro asia magimaita bamaya. Ndio maana kila siku Nageko erakera lituko mtu unapoamuka, ekero koboka moyo wako omoyo uko katika kazi zako. igora asemeremo yao. Kwa hivyo unapoona watu wanang'ang'ana Ekero kora abantu bagendera kung'ang'ana katika kazi zao, ase chigasi chiabo, kila mtu anataka maisha yake ya kesho kiro muntu nigatege tobogima bwaye bwa mambia yawe bora. yaba abo buya. Kama mtu ni mkulima, Onyo muntu no moremi kila siku ya juma litukore ichuma anaamuka asubuhi na mapema, ngakoboka mambia mono unampata shambani mwake, kwa monyora mogondo kwaye, kwa sababu ana uhakika asenge nchagwa tu maene ya kwamba atakapokaa katika shamba lake, ekerara bera sumu gondoye, atakapotumia muda wake mwingi katika shamba lake, ekerara atumie chinga kichechi nyinga sumu gondoye, baada ya muda huo nyuma ya yo matukayo kutakuwa na matokeo. nkobe no matokeo Mavuno yake yatakuwa bora. okogesa kwaye nkobokuya. Kwa hivyo anatia bidii Igoni gakobeke chingurumano kwa kazi yake. hasechi egasi ya Unapoona mwalimu ekerokoro mwalimu kila asubuhi kere mambia anaamuka anakimbia shuleni, nigakoboko ke school si kwa ajili yake, tari asenge ncho yaye bali ni kwa ajili ya watoto wa wazazi wengine. kore asenge ncho ya bana ba Anataka awafundishe nigategeta abasomi ili maisha yao ya kesho eri abo wambia yakawe bora. yaba obogimo buya. Vile vile unapoona wanabiashara Ni aba igona kero kila siku kera lichuko wanaamuka nigo bakoka wanakimbia sokoni, bamiyoka echiro wanang'ang'ana, wanachafuka katika biashara zao baregana si biashara ili maisha yao ya kesho eri obogima bwabo bwa mambia yakawe mema na bora. yaba bobuya. Kwa hivyo kila mtu
iwase kiromonto anang'ang'ana nigo kiromonto akweregana ili maisha yake eri obogima bwaye ya kesho bwamambia yawe maisha bora baba obogima obuya ya kutamanika. boko ya kutamanika. Yes, hata sisi waumini noni ntwa wa Kristo kila siku kera lituko tunang'ang'ana nigo togendrete kweregana katika maombi asogo sawa ili maisha yetu ya uombaji eri obogima bwaitu bogo sawa yasiregee, bo basakoregea maana kuna taji sengenche gutwa nero ambayo tumeandaliwa. eyitwa ariganeriwe Waimbaji tunang'ang'ana kuimba abateri nigo togendrete kotera ili tusimame katika pengo. eri totene na seribaga Atakaporudi yule atakuja kutufisha taji, kerara yono oliogo chigoto egutwa apate ya kwamba taji ambayo atatupatia ni ile tulifanyia kazi. anyorenge egutwa eri agatwana eri twakoreire meremo. Kwa hivyo kila mtu ambaye anatazamia maisha mazuri kero monto oryorengere chobogima obuya lazima atie bidii. goika kore omokia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu. Hivyo ningependa kukuahidi ya kwamba nigontete kogotebiaiga na hii mambo inaonekana. na mangana yakorekana Mimi sijaiona mtu mufivu tinanya kororo monto omworo ambaye analala, oyo oraire ambaye hafanyi chochote ori otari gokora kende akifanikiwa katika maisha haya, gako fanikiwa sobogima obo. ila wale ambao wanajitahidi korende mbali bagendrete kwegasa na kung'ang'ana na kwegasa ndio wanafanikiwa. na uba bakonyore tachi. Hiyo ni katika maisha yetu ya kila siku ayo na sengenche obogima bwetu wakira lituko sisi kama binadamu, intumna mwanya bantu. lakini kuna yale ambayo Mungu anataka pia tuyafanye lakini naro alitoka amone na tagete tokore ili maisha yetu ya kesho eri obogima bwetu wamambia yakaweze kuwa maisha yenye mafanikio, yabo obogima boli bwato mafanikio yakaweze kuwa maisha ambayo yana udhamana katika macho ya Bwana. ya obogima boli bwate gosemeria sobo sibwa monene. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu abago. Kwa hivyo katika kitabu cha Petero wa kwanza asege tabu ya Petro weritangani mstari wa 3 mstari wa 3 yani mlango wa 3 mstari wa 10 mpaka 12. umurangu wa 3 And this is what the Bible says, ikina ke Biblia goteba for whoever who loves life oyo wanje tobogima and see good days oyo kororo obogima obuya must keep his tongue from evil ni gabwente gwetanga korwa samabe and his lips from deceitful speech. nebikoba byakibikwa namabe. Verse 11, 11 he must turn from evil auncho korwa sebe byaye and do good. akora maya He must seek peace nige muwenere tarigie omorembe and pursue it. na koyotunyana. Verse 12, the last one. Fasi 12 The Bible says, Biblia goteba for the eyes of the Lord amaiso amone are on the righteous, asa abanyaboronge and his eyes, amaisaye and his ears are attentive to their prayer. amataya nigagotegerera ogosaba. But the face of the Lord obosio bwa monene is against those who do evil. nigo barimo mincha se bari bagokora amabe. Bwana abariki andiko lake. omonene asese niririko ryaye. Kwa hivyo Petero anataka kutuambia ya kwamba Petro nigate tokototebia ya kwamba iwapo mtu anatamani maisha mazuri ya kesho, ekero omonto ategete obogima obuya bwa mambia ya kwamba anayepeana maisha mazuri ni Mungu. oyo okorwa obogima obuya Nyasaye. Huyu mtu ambaye anatamani kesho yake iwe nzuri, oyo ganiti obogima bwaye obuya mambia maana tunatumaini ya kwamba kuna maisha ambayo yanakuja, etosemere tingo obogima mbara bogocha maisha ambayo hayatakuwa na mazumbuko ya dunia hii, obogima botabe no mechando, maisha ambayo Mungu mwenyewe ametuandalia. obogima Nyasaye bieka atworoseire. Neno la Mungu limesema ya kwamba sasa yeyote yule ambaye anataka maisha hayo lingana lya Nyasaye nigo ateba yotegete obogima lazima urinde ulimi wake, tigare ndoro memeru waye maneno yale ambayo yanatoka kwa kinywa chake amangana akorwa somo waye ayalinde. ayarende. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu. Kwa hivyo ulimi wetu ase igoro memeru waito
ndio uko na hatima ya kesho yetu. na ruro bwate mambia yaito Mambo makubwa ambayo Mungu ametupangia yako katika vinywa vyetu. amangana manene nyasato tupangerete ni gara semenwe yaito. Kwa hivyo tukitaka kuyafikia, Ekera turaga niko yaikea. Biblia imesema ya kwamba yeyote yule Biblia gote bondo bwensioria ambaye anatamani orioganetie maisha mazuri ya kesho, obogima boyawa mama hauzuilie ulimi wake arorendo romemerwaye ili asiongee mabaya, takwana mabe asiongee uongo. takwana oborimo. Bwana asifiwe. Mwana Yesu Naamini ya kwamba sisi wote vile tuko hapa ndani, negeni renga ntutwensi munatolema hata wale ambao mnatusikiza na kututazama, abali batokubago toigo na batorigereria kila mmoja akona tamaa kiro monto na watokogani ya kuishi maisha mazuri, yoko menyo obogima obuya maana sisi ni watu wa Mungu. asenya njonju na bana wa Biblia Nyasaye. imesema ya kwamba Biblia atebire basi kama tunatamani hayo maisha, onye togani ti obogima obuya tuchunge sana maneno yanayotoka kwa vinywa vyetu. ere ndemo na mangana kurwa semenwe Tunapoongea yakaro to kwana kuhusu maisha yetu ya kesho, igoro ya obogima waito wa mambia tuongee mema. tokwana maya. The Bible says that we should take care of our lips. Biblia gote abanga torende Tusi- ebikoba byaito Tusiongee uongo. tobase kwana. Kwa hivyo uongo na udanganyifu ase igo borimo no kongaina vitazuilia bitange maisha yetu ya kesho. obogima bwaito bwa mambia Ndivyo Petero anavyotuambia. na kipetira gototebya Hivyo asubuhi ya leo emambia yabono ningependa kusema na mtu mahali hapa teto kokwana no muntu ogaiga ya kwamba maisha yako ya kesho, buna obogima bwawo wa mambia wema wako ambao Mungu anataka uishi kesho, obogima bwawo buya Nyasaye ategeta omenye mambia kinywa chako chenyewe omonuo ndicho omonyene kitakacho kupea kibali cha kuinherit. na rora kwa obogima obuye. Bwana asifiwe. Mwana Yesu. Kwa hivyo unapoongea ekero gokwana neno lolote, ngana linde lyonsi be careful, karenda because your destiny asenge ncho obogima bwawo is spilled in whatever that you speak. asekende yose kiri ogokwana. Bwana Mungu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akaendelea kusema ya kwamba akagendera gokwana ya kwamba he must turn away from evil akagendera gokwana wikonjoka kurwasa gokora kwawo kwebe and do good. akora maya. Bwana asifiwe. Mwana Yesu Kwa hivyo abako. kama unatazamia maisha mazuri ya kesho, ekero tasamia to obogima obuya bwa mambia Petero anatuambia badala ya kuchunga ulimi wetu usinene mabaya, Petro ni gagototebi nga turendo oromeme rwetu turokwana mabe pia mienendo yetu, nechi chingendo cheito matendo yetu ogokora waito yanafaa kubadilika. igabwene tugochencha Hatuwezi kuwa na imani ya matarajio mazuri togochwara okwegena kwamaya ilhali mienendo yetu ni mibaya. na chingendo cheito chire chimbe. Hakuna mwanafunzi anayesafikiria ama atarajia ya kwamba atafaulu katika masomo yake na asomi. Mwana tayora atebenga nko buara soko soma kwa nani tari gosoma. Hakuna mkulima atasema ya kwamba raundi hii nitavuna na hata anaacha na shamba lake. Monto tayora nyara moremi tayora nyara gote. Kwa hivyo tunahimizwa kwa neno la Mungu Ye togote wasiringara Nyasaye. asubuhi ya leo ya kwamba yeyote yule ambaye anatamani maisha mazuri Emambi yabano ndebwensyo gane chobo gimobuya. lazima abadilishe mienendo yake. Oikache nchobo gimabwaya. Kama alikuwa anafanya mabaya, Onyorenge gokora mabe. kama njia zake zilikuwa mbaya Onya chinjera cheche arenge chimbe. machoni pa watu, pia machoni pa Mungu, Obosyo bw'abantu naso obosiwa Nyasaye. lazima aanze kubadilika. Oikaya nderego cheche. Bwana Yesu asifiwe. Aanze kujifundisha kuacha yale maovu na mabaya, Agendera kwesomya gotigari arama. aanze kutafuta yale mazuri. Agendera kurigia yarama. Haleluya. Haleluya. Ndiposa atafikia maisha ya mazuri ambayo Mungu ametuahidia. Naliara ikero bogimobo yabo. Kwa hivyo kesho yetu iko maishani, yani hatima yetu iko mikononi mwetu. Destiny yetu ni garase. Tutakachokichagua leo Ekitora chora rero. ndicho kitatufikisha mahali ambapo tunataka kwenda. Na kigera to ikiasotoka netikogenda. Bearing in our mind. Ime yaito. Tujue ya kwamba Mungu yeye ametuandalia mazuri. Tomanyenga Nyasaye. So, toka netiama ya. Unapoongea kuhusu maisha yako, Ekerogo kuana igoro yobo gimabwao. nena mazuri. Kwana maya. Bwana asifiwe. Hata kama unaona ya kwamba uko katika wakati mgumu, Nonya wakorengo
Hata wakati unapitia majaribu na changamoto, usiwe na sababu ya kulaani maisha yako. Usiwe na sababu ya kusema maovu juu yako. Wakati unaona ya kwamba hauwezi, neno la Mungu linasema ya kwamba na yaweza yote katika Kristo anitiaye nguvu. So, hata wakati unaona ya kwamba hauwezi, sema ya kwamba naweza. Kwani ni nani aliyezaliwa haweze? Zote tunaweza. So whatever you speak against your life, whatever you speak towards your life, it shall happen. Ukisema hautaweza, itabaki hautaweza. Kama we ni mgonjwa, ukisema ya kwamba mimi nimepitia hali hii katika siku nyingi, na sioni kama nitapona, hali sawa, it will remain. Lakini Biblia imetuambia ya kwamba kama kuna mtu anataka maisha mazuri, lazima kama anataka kuona kesho ambayo iliyopora, njia zake za kitambo, matendo yake ya mtu wa zamani, lazima aanze kuyabadilisha awe mtu mpya. Hata kama hakuwa anafaa, matendo yale anapoyakiri, Mungu wetu anashuka na anatenda mambo makubwa kwa mtu huyu. Amen. Amen. Biblia imesema ya kwamba mtu huyu ambaye anataka maisha mazuri, verse 11, he must seek for peace and pursue it. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huwezi kuwa na maisha mazuri ya kesho kama hautafuti amani na watu wote. Kazi yako ikiwa ni kuharibu amani, kazi yako ikiwa ni kufuruga amani ya watu wengine, ukipata watu wako pamoja, kazi yako tu unataka kuingilia uone ya kwamba umewasambaratisha. Neno la Mungu limesema ya kwamba hautaona kesho yako. You are spoiling your tomorrow. Umeharibu siku yako ya kesho. So, kama unatazamia siku ambazo zinakuja nzuri, lazima uanze kutafuta amani na watu wote. Hata mahali hapaonekani kuwa na amani, Bwana asifiwe, we kuwa chanzo cha amani mahali hapo. Hata katikati ya moto, mahali watu wengine wanaogopa, wanaona ya kwamba hapa hakuwezi patikana amani, Mungu akutumie uwe chanzo cha kuleta amani mahali hapo katika jina la Yesu. Maana utakapochangia katika kuleta amani katikati ya watu, Mungu atakufungulia milango. Neema ya Bwana itakushukia. And I want to promise you that you will never remain the same, because the peace that you have made will be the way to your destiny. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusake amani na watu wote, ili Mungu akaweza kutubariki. And verse 12, kuna maneno hapa anasema Petero, anasema ya kwamba for the eyes of the Lord are on the righteous ones, and his ears are attentive to their prayer. Bwana Mungu asifiwe. Kwa hivyo wale watu ambao wanatenda wema,
asa abantu bali bagokora amaya wanaotumia ndimi zao kunena mema kwa watu wengine. bagotumia chimeme cyabo gokwana amangana amaya asa abantu bali Ile nafasi ambayo wanatumia wanayoipata wanaitumia kutengeneza amani na watu wengine. ibagari bakonyora korosyo maremba asa abantu bali Wanatafuta wema na watu wote. bakoriyo buyana abantu bali Biblia imesema ya kwamba macho ya Mungu yako juu ya watu hao, Biblia ni yako teba ngama iso manani yako baigoro na ya masikio yake yamefunguka. amatawa ya anyasa ni gaigo Wanapoomba, ekera bagosaba Bwana Yesu asifiwe, Mwana Yesu Mungu anasikia maombi yao. mwanene ni gako igwo gosaba Wanapopitia hali ngumu za maisha, ekera bagwetera mugimo macho ya Mungu yako juu yao. maisha nyasa ni gari igoro yabo. Haleluya. Haleluya. Lakini Biblia imesema ya kwamba but the face of the Lord is against those who do evil. Biblia goteba ngo abo bosyo bwa manani go bari mamincho y'abantu abo. So Mungu anapotendea wenye haki mema, Ekera Nyasaye agakora abanyaboronga amaya. waofu na wao, Na bakori amabe na barabu. kwa sehemu nyingine Mungu anageuza tuzo wake, Asensemo yende Nyasaye ni gagonchoro bosi bwa. unawaelekezea wenye haki. Abanchoro uchase abanyano boronga. Watenda mabaya wanapaki jinsi walivyokuwa. Abakora amabe ni batigara muna bare. Bwana Yesu asifiwe. Mwana Yesu aba. Kwa hivyo asubuhi ya leo Asenge mambi yabono. ningependa kuhimiza mtu wa Mungu Zeta kotebyo monto bono mambi. ambaye anatusikiza na kututazama, Olio gototegerera na gotorigerera. hata we ambaye uko mahali hapa asubuhi hii, Nonyana yori ore mabono iga. ya kwamba begin to speak good towards your life. Igo muna kugenda chaka gokwana amangana amaya sabantu. Yes, matamshi yako juu ya maisha yako, Okuchinkwana chasa obugima bwao. maana unalolinena liko na nguvu. Ekiagala keriyo gokwana niko kerene chinguru. Katika kitabu cha Methali, Asenge tabu kya Methali Proverbs chapter number 18 verse 21. 18:21. Proverbs. Let me read. Proverbs chapter number 18 verse 21. Biblia inasema ya kwamba Biblia igagoteba. the tongue has power of life and death, Oro meme ni gorubate chinguru chobogima no amakweri. and those who love it No bali bayonchete. will eat its fruits. Mpagese matunda. Bwana asifiwe. Mwana Yesu aba. Kwa hivyo Biblia imesema ya kwamba nguvu za ulimi, Biblia igoteba nga chinguru choro meme. yani kifo na uhai wetu, Amakweri no bogima bwaitu. iko katika yani maisha yetu na kifo kiko katika nguvu za ulimi. Obogima bwaitu no gokwa bwaitu ni gokora chinguru choro meme. Kwa hivyo kila neno ambalo tunalolisema, Ase wakera ringana litogo kwana. tukinena kinyume na maisha yetu, Ekera togo korama mincha na obogima bwaitu. na tukinena tu maneno yoyote yale ambayo tunataka kunena kinyume na maisha yetu, Ekera togo kwana mangana ndo togo kwana mamincha yo bogima bwaitu. yanatendeka jinsi ambavyo tumeongea, Ni gago koreka korengana na tuwa kwani. kwa sababu sisi wenyewe ndio tumeongea. Asenge ntoni ntwa banyane tuwa kwani. Pia tukinena mema kuhusu maisha yetu, Na ande kera togo kwana maya so bogima bwaitu. hayo mema yanatendeka. Ama yai ni gago koreka. Kwa hivyo kuna nguvu katika maneno. Ase igo chinguru chira so Ulimi wetu uko na nguvu. Oro memeru waitu ndo bate chinguru. Kwa hivyo tunaponena mabaya kutumia ndimi zetu, Ekera togo kwana mabago kwa kwetera se chimeme cheito. kifo kinakuja kwetu. Makweri ni gako cha story. Tunaponena mazuri na ndimi zetu, Ekera togo kwana mayana se chimeme cheito. uzima unakuja. Obogima ni gobogocha. So let us be careful Igo tigatorende. on how we talk, Muna togo kwana. because our destiny, Asenge ncho wiweito. everything that we admire to be, Kene yos kertuka netikoba. kiko katika vinywa vyetu. Igo vira so monuito. Bwana Yesu asifiwe. Mwana Yesu Akusaidie Mungu. Mungu akusaidie sana. Omone na gokonya mono. Kila neno ambalo linalotoka kinywani mwako Kera ringana ririko nwa so monuo. uwe umelitafakari Obenga kwalire ngere ili. before uongee. Nyuma utarari kwana. Bwana akubariki. Omone na go sese.
So the last verse that I want to read here before I finish, Efasi yo maerto toko kuana torakora. from the book of Proverbs chapter number 21 Proverbs sia merongebere na yemo. and the verse 23 again. Mustari o 23. 21. Amen. The Bible says, Biblia igoteba. he who guards his mouth Onde bwensi ogotanga omonwoye. and his tongue keeps himself from calamity. Noro memeruaye. So make you see it. He who guards his mouth and his tongue keeps himself from calamity. Ya kwamba kila mmoja Egoteba kero yomo. ambaye analinda kinywa chake Oyo rendete omonwoye. na ulimi wake Noro memeruaye. anajiepusha Nigagwetanga. na uovu. No bobe. Maana unapoongea tu Ekero konyara gokwana kwana. kinywa chako tu kazi yake ni kuongea. Omonwo ke gasiano konya gokwana. Hukumu inakuja. Hukumu nigegocha. Unahukumiwa jinsi ambavyo unavyoongea. Igokoragereria chi enchererio gokwana. Kwa hivyo Sulemani anataka kutuambia ya kwamba Suleiman nigatete gototebia. yeyote yule anataka kujiepusha na hukumu ambayo inakuja Onde bwensi otete wetanga korwa aso hukumu erie gocha. na ghadhabu ambayo inakuja, Ne mechanderie gochigocha. hauzuilie ulimi wake. Atangoro memeruaye. Bwana Yesu asifiwe. Omane yesaba. Hebu Mungu akusaidie asubuhi ya leo, Tiganya saga konye mambia kwa bana. sababu zote tunatazamia maisha mazuri, Asenga nje twensi nigotorigere tyobo kimobu ya. kwa sababu mioyo yetu inatazamia mambo makubwa ya Mungu. Asenge ncho emyo yeito nigerengere tyo amangana mayenya Mungu saya. atusaidie Nyasaya tokonye. tuchunge jinsi ambavyo tunavyoongea, Tore ndenchera togo kwana. tugeuke kutoka kwa kutenda mabaya, Tonchoke kurwa sawa kora. tuanze kutenda mambo mazuri, Tochaka kora mangana na mayenya. Mungu wetu atatusaidia Na maneno ito na ili tokonye. tufikie hatima yetu, Erito ikere destiny yeito. hili mambo makubwa yale ambayo Mungu ametuandalia Eria mangana maneno ali Nyasaye tuarigane. yakaweze kutimilika katika maisha yetu. Anyare kuikira nasa magimaito. Bwana asifiwe. Mwana yesaba. Amen. Ningependa tusimame juu Nasabire totene. as we give this worship, one worship, Togendete koru and wasasi we moko. pray. Anto sabe. Maneno. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Lord. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Sante mtakatifu. Hallelujah. Worship you, Lord. Jesus. Maneno ya kinywa changu Oh, Jesus. wacha yatawaliwe. Hallelujah. Worship you, Lord. Oh, hallelujah. Maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Oh, maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Oh, maneno oh, ya kinywa changu Baba, wacha yatawaliwe na wewe Bwana. oh, maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe Na wewe Bwana. sema maneno Maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na
baraka wala sikurani. Na maisha yangu Baba nayaleta kwako, wacha nitawaliwe na wewe Bwana. Maneno mwambie Bwana, maneno ya kinywa chako ima ukimaanisha Bwana yatawale, maana kuna nguvu katika maneno tunayoyanena. Maneno yatawaliwe. Ya kinywa changu Baba, wacha yatawaliwe. Kila kitu ninenacho Bwana, ya kinywa changu Bwana, wacha yatawaliwe. Maneno ya kinywa changu, maneno ya kinywa changu Bwana, wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Mungu wetu mfalme, Baba ukatusaidie, ukatusamehe maneno ya kinywa, maneno ya vinywa vyetu mfalme, yakatawaliwe na wewe, maana nguvu ziko katika maneno ambayo tunayoyanena. Hukumu iko katika maneno tunayoyanena. Mungu wetu, uzima na kifo kiko katika maneno ya vinywa vyetu. Baba ukatusaidie, Baba ukatusaidie. Kila neno ambalo linalotoka kinywa chetu lisitupeleke hukumuni mfalme, bali likawe baraka kwa maisha yetu, bali likawe kupata katika jina la Yesu. Baba tunakuhimidi, tunaomba ukatusaidie, tunaomba ukatusaidie. Maneno yetu yatawaliwe na wewe, huduma zetu zitawaliwe na wewe, kila kazi zetu tunaponena juu yazo zitawaliwe na wewe. Wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Baba yetu. Baba tunakuabudu, Baba tunakuinua, Baba tunakushukuru. Kuna kama Diamana senge chovia bwao, diamana senge chowa chani obongo watu wachastoro monene, diamane kiagara wacha walire chimeme checho monene, diamane kiagara wacha walire mana maito, amayi maito monene, tanga chimeme Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye nguvu, unastahili kutukuzwa Bwana. Tunakuabudu, tunakuinua, tunakuabudu, tunakutukuza Bwana wa majeshi. Nani kama wewe? Hakuna mwingine kama wewe, El Shaddai. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni Mungu mwenye nguvu zote. Wewe ni mponyaji wetu Bwana, wewe ni Mungu mkombozi mwenye nguvu na uwezo wote. Tunakuabudu, tunakutukuza, tunakuabudu, tunakuinua, tunakuabudu, tunalibariki jina lako takatifu. Tunasema ni asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Umetukuka, umetukuka Bwana. Jina la Baba lipewe sifa na liinuliwe milele yote, maana yeye ni Mungu mkuu. Tukiwa katika hiyo hali, ningependa niweze kuomba pamoja na wewe mtu wa Mungu ambaye umetusikiza na kututazama katika asubuhi ya leo. Uzima pamoja na mauti vinapatikana katika vinywa vyetu na katika ulimi wetu. Tukitamka mema tutapata mema, tukitamka mabaya tutapata mabaya. Kuna mambo unayapitia kwa sababu ulitamka peke yako na kinywa chako.
Watu wengi ni wagonjwa kwa sababu wakatamka ugonjwa katika maisha yao. Wengi wameshindwa kwa sababu walitamka kushindwa katika maisha yao. Wengi hawatoboi maana walisema hatutatoboa. Wengi hawajafaulu maana walisema sitafaulu. Lakini tunaweza kubadili maneno tuliyoyatamka, na Bwana ataajilia baraka katika maisha yetu. Nani katika jina la Yesu wa Nazareti. Na kama unanisikia ama unanitazama katika asubuhi ya leo, nakwambia inawezekana kwa madhabahu haya Bwana kubadilisha maisha yako. Nani katika jina la Yesu. Hebu niombe pamoja na wewe. Chukueni hatua ya imani tu, maana inawezekana katika imani. Inawezekana kwa jina la Yesu. Inawezekana. Tunapoomba, maombi yanabadilisha vitu. Baba, katika jina la Yesu, mwenye uwezo na mamlaka, wewe uliye simba kutoka kabila la Yuda, tuko mbele zako katika asubuhi ya leo. Nasema ni asante kwa sababu ya neno lako ambalo Bwana umeweza kutunenea kupitia mtumishi wako David. Naomba ukaweze kukutana pamoja na mtu katika asubuhi ya leo, mtu ambaye anapitia dhoruba katika maisha haya, mtu anapitia mateso na maroho ya kuvunjika moyo, mtu ambaye anapitia jini ya magonjwa katika asubuhi hii, mtu ambaye anasema haoni mbele wala nyuma. Kwa uwezo na mamlaka umetupatia, tumetuma neno likasababishe makubwa. Tumetuma neno likalete mageuzi katika ile familia. Tumetuma neno likalete uponyaji kwa yule ambaye ni mgonjwa. Tumetuma neno likamwinue aliye chini aweze kuwa na tumaini tena. Neno lako liko na uwezo kusababisha uhai mahali ambapo hakuna uhai. Neno lako ndilo limetuleta umbali huu. Dunia inashikiliwa kwa neno lako. Asubuhi ya leo Baba, naomba ukatembelee mtu ambaye maneno aliyoyanena yamesababisha kuchanganyikiwa, yamesababisha magonjwa, yamesababisha rahana, yamesababisha kujifunga mwenyewe. Ninamfungua kwa uwezo wa jina la Bwana Yesu. Kulingana na neno hili nimezungumzwa kwa madhabahu haya, na nazua mtu kutoka kwa makucha ya adui kwa jina la Yesu wa Nazareti. Bariki nchi yetu ya Kenya. Mengi yamezungumzwa na wanasiasa, naomba ukajageuze yakaweze kuwa imani. Maroho ya michafuko, maroho ya vita, maroho ya kutukanana, maroho ya kupigana, tumekimya hizo nguvu kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Naomba utawale Kenya na mipaka ya Kenya, kila fujo ikakimie. Ukatupe viongozi katika tarehe 9 walio wa moyo wako, wale ambao watakutumainia,
wale ambao watatembea kulingana na nguvu zako, wale ambao wataitikia mwito wa neno lako katika jina la Yesu Kristo. Kila njama zote, kila mipango yao ya kisiri, kila njama zote za kiibilisi, maroho ya majini, maroho ya uchawi, maroho ya kila njia, kila miinuko ambayo imeinuliwa juu watu wa Mungu waje kuchanganyikiwa, ninavunja hizo nguvu zote katika madhabahu haya kwa jina na damu ya Kristo. Ninaajilia amani Kenya, ninaajilia baraka Kenya, ninaajilia ushindi mkubwa, na ni katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa uzima, ninaomba ututetee, utupiganie, utupe viongozi walio wa moyo wako. Asante Bwana, maana wewe ni Mungu mkuu, na kando yako hakuna Mungu mwingine. Maneno yale ambayo yanaweza kusababisha vita kutokea, watu kupigana, tumeomba kwamba Bwana hizo nguvu zikavunjike, ukaweze kujitwalia utukufu Bwana, maana wewe ni Mungu mkuu. Tuatebire mbia mono, tuatebire ngambia mono, kwa sababu ya wema wako. Unatupenda, unatupenda. Tumekuona ukitutendea makuu kutoka nyuma, na bado tunakutumainia kwamba utatutendea mema. Utatutendea mema kwa uwezo wako, utatutendea mema katika jina la Yesu. Utatutembelea katika viwango vikubwa, mipaka ya Kenya kila mahali, magharibi, mashariki, kaskazini, kusini. Nimetamka damu ya mwana kondoo ikatawale kila mahali katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa yote na vyote. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Inua utakayemwinua, bariki utakayembariki, ponya utakayemponya kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bariki Kenya, bariki PG Kenya, bariki Nyamataro, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Mtu wa Mungu asema amina. Pigia Bwana Yesu makofi kwa wema wake. Bwana awabariki sana wale ambao wametusikiza na kututazama. Tunawatakia baraka za Mungu. Bwana atembee pamoja na nyinyi, awaonekanie katika mipango yenu, na akakutane pia na mahitaji yenu. Nashukuru kwa wale ambao wamekuwa mkifanya kazi yenu kwa kutuma sadaka zenu katika kanisa letu la Nyamataro, ambayo imefanya kazi ya Bwana kwenda mbele. Na bado unaweza kufanya hata asubuhi ya leo katika ibada hii. Unaenda kwa labda kama unataka kutuma sadaka zako hapa, uko mbali, inawezekana huko hapa ndani hauna pesa kazi, unaenda moja kwa moja kwa M-Pesa. Uteremke kwenda chini upate lipa na M-Pesa. Alafu itakuuliza business number hapo. Utaweka tiri namba yetu ambayo ni 33 1388. Ukituma ukiweka zile pesa umeweka, utapata imekuletea Nyamataro PG Church. Hizo pesa zitakuwa zimeingia katika kanisa la Nyamataro, na Bwana atakubariki sana. Bwana awe pamoja nanyi mtakapopatika kuwa na sisi katika ibada zingine. Kama unatoka hapa karibu, unaweza kuja ujiunge pamoja nasi katika main service, ambaye huenda mara nyingine huwezi kuiona kwa mitandao. Hiyo tunafanyia hapa ndani, ambayo inakuwa ni ya baraka kubwa
Watu wanakuja hapa tunawaombea. Wanaimba nyimbo hapa. Praise and worship ya nguvu. Na baadaye neno la Bwana linaachiliwa. Na watu wa Bwana wanabarikiwa. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana wabariki. Bwana wape neema. Kama uko hapa unaweza kuleta sadaka yako hapa mbele. Kama hujatoa unaweza kuleta. Lakini kama umetoa, Bwana awe pamoja na wewe. Tunapoenda moja kwa moja katika madarasa yetu ya Sunday School. Amen. Bwana wabariki. Amen. 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 God bless you.